dakika 15 na Pemba. Tangu saa 2 haturuhusu gari kutembea, haturuhusu moto kutembea, haturuhusu watu kutembea. Isifagia me, doza zikunda leo. Leo ni kujikaza. Saa chache baada ya kuteuliwa kuwa mkuu wa mji wa Goma, meya wa mji huu Desire Ngabo Kisuba aomba wakazi kujikita katika maendeleo, hasa usafi wa mji. Mama, wewe uko na saki. Mheshimiwa Meya, leo naona umeandamana na naibu meya. Ndio. Katika mitaa na wanamuziki. Nini? Yes, unajua chama chetu ni chama cha mabadiliko. Kama tulikuja kubadilisha mambo. Sasa vile inajulikana kila siku ya 6 inakuaga ni salongo special. Na ndio maana tuliweza kuita wa artiste, musicien, wa artiste comédien, wa journaliste na wa influencer wote wa mji wa Goma ili waweze kutuakompania kufanya usafi wa mji. Lengo nini? Unajua usafi wa mji haiko tu ya chama cha AFC M23, haiko ya afande wetu mwenyewe Sultani Makenga ama coordinateur politique wetu Corneille Nangaa ama ya gavana yeye mwenyewe ama ya meya wa mji. Usafi wa mji ni wa watu wote, kila ngazi zote za wananchi wanapaswa wapartisipe kwa usafi wa mji wa Goma. Na ni mwa ile angle ndio maana nao tuliwaita ili waweze partisipe kwa usafi wa mji wao. Wao ni wastar na wanapaswa onesha nao mfano. Wanapaswa kuonesha mfano kwa raia wengine, sawa vile gavana naye anaweza kuvala godio na anakuja kufagia, anakamata kifagio. Sisi kama wamea tunavala godio, tunakamata kifagio, tunafagia. Nao wanapaswa waige mfano. Nao wanakamata kifagio. Ndio, ni mwingine yetu, sisi peke ndio tunapasha itengeneza, tunapasha ifanye safi, kwa safi sana. Ndio, na njoo maana unaangalia leo, basi tulipata invitation. Mkuu alituita nani Desire Ngabo Kisuba, meya wa mji wa Goma. Jo hivi hapa tuko na vifagio, tuko tunatengeneza mazingira yetu. Ndio. Sawa. Mike, leo kwa nini unabeba kifagio? Nabeba kifagio sababu unajua lazima tuweke mji wetu Goma kuwa safi, na kusudi mji uwe safi inaomba kila kikundi cha jamii, na sisi kama wasanii ambao tuna nguvu nyingi sana juu ya tabia za raia, ni lazima sisi kama wasanii tupane mfano, na mfano ambao tunapana ni kuambia watu
lazima kila mtu aweke mazingira yake safi. Ndio maana umeniona na kifagio hiki kusudi niweze kuchangia kwa usafi wa mji wangu Goma. Goma ambayo katika Kongo inaitwa mji ulio safi kushinda miji yote. Na lengo letu ni kwamba tunapenda Goma iwe mji ulio safi ndani ya Afrika, hata ndani ya ulimwengu mzima. Kukwambia ufanye salongo haiko kukusihi na haiko kubembeleza. Unapaswa kuwa katika mji safi, katika mazingira safi. Goma ni yetu. Hata ukiwa etudiant, ukiwa artist, ukiwa entrepreneur, ukiwa askari, ukiwa mnazuru nani, unapaswa kuishi katika mji safi. Nafanya usafi wa mji. Kwa nini lakini mnajihimiza katika usafi? Usafi natuhusu kila mtu, na kila nchi yote kujiheshimia. Usafi unahusika kwa kila citoyen, anapaswa kufanya usafi wa nchi yake. Kwa hii jembe yako inafanya nini? Hii jembe inasaidia kwa kulima, kutosha mayani. Ngehimiza nini wanawake wengine? Wanawake wote ningewaambia wote wajimpike kwa usafi ya nchi yetu. Maana natuhusu sie wote. Tunataka na usafi kwa watu na kutengeneze kwetu. Naona leo umekamata kifagio. Nakata kifagio leo mzee. Kwa nini? Tunakata kifagio kwa tunaona tufanye mji wetu uwe safi. Kama kawaida Goma yetu uwe safi. Goma mji wa ukarimu. Mji wa mazingira, mji wa utalii. Ni sawa lakini ula nani kwa pia zole hivi. Sake. Wasaki. Mzee. Kia tuzole mabitu hapa. Tuzole mabitu hapa. Lao wanapasha waige mfano. Lao wanakamata mfagio, tunafagia mji wetu. Sio kama Kinshasa ambapo uchafu umejaa fasi yote. Mji ukatosha wastaa wakubwa, lakini ukifika ndani ya mji ni kilio unalia, uchafu kwa wengi sana. Lakini sisi hapa tunapenda tuoneshe mfano na watu wengine wote wa nje, mavile zingine zote za Kongo hata za Afrika wakuja waige mfano wa Goma. Ndio maana tumewahusisha ndani ya salongo. Mji wa Goma, mji wa usafi. Kwa nini mnataka uwe safi? Unajua sisi wasanii tunataka tuishi ndani ya mazingira safi. Na ndio tunasema leo kwa aliko ya meya wa mji wa Goma anasema sisi wasanii tuje sote tufanyie kazi pamoja, kwani kila weekend tunafanyia masalongo kwa manyumba lakini leo meya aliamua akasema sisi wasanii tuje tufanye naye pamoja, ndio tunafanya hivyo. Sana. Sawa kabisa. Ndio tunafurahi kwa sisi tuko tunafanya sisi tunataka. Unaona? Hapa tuko mvile. Ndio ngambo gani huko? Korenchi. Ngambo Korenchi. Ona mkubwa Robert King Grand Prêtre legende na nakuya. Yaani ni shibo leo. Tuko wengi sana wasanii wako wengi, mkubwa W Malik lazima tukatishe nchi yetu muziki ya clean. Malik, leo huko kwenye muziki lakini sasa umechukua kifagio. Leo saa hizi kabisa tuko na wapiga. Unajua mwingine huyu nomba ni mwingine yetu. Inomba tunaiweka kuwa safi ili tusikuwe na malali fulani na tukinge mazingira na tukinge mili zetu kupitia isipate magonjwa fulani. Lakini watu watajiuliza sasa, huyu mtu tunamwona na ni msanii mkubwa, leo amechukua kifagio kabisa. Ndio, mimi nilikuwa na beshi, nilikuwa na lupao, waleta lupao. Kipao. Nilikuwa na kipao kabisa na upika vizuri. So unajua sasa hivi inaomba tunaonesha watu wote. Tuonesha watu wote kama
kufanya usafi ni kazi, ni inatuhusu sote, inatuhusu sote, ni wababa, wamama, watoto, watu wote, sisi wote tunapaswa kufanya usafi. Hakuna kusema huu ni mkubwa, huu ni nani, sisi wote naomba tunafanya usafi. Lakini watu wanajua kwamba nyinyi wasanii hamtaki mchafu, mnapenda vitu vya raha. Sio na kama hivi tuko tu. Kuna sometimes tunalazimishwa. Tafurahi sana kabisa kuona na wewe umekuja tu support. Naona wewe unafanya kazi fulani kupitia kutuuliza, kutuakompanye, tunafurahi sana kabisa. Asante sana. Kaka Maliki, na Kongo inalazimishwa ijengwe na sisi vijana. Kama sisi hatuweke bidii, jitihada, tutengeneze kwetu, hakuna ambaye anaweza kuja. Lakini ni mara ya kwanza Mzee Maliki kwamba kuona wanamuziki Rasta, influencers wote wanakuja mitaani. Hiyo sisi wote tumekuja. Unajua tunafurahia hii kitu kutokana na ngizi meya wa vile kijana wa Goma ametuitisha sisi wote. Mara mingi hatukutanana, kila watu wanakuwa kwenye sekta zao, lakini leo tunafurahi na sisi pia kuona wenzetu tunakutana, tunasikia vizuri na tunafanya usafi kitu kimoja, ili hii ni mwingine yetu, inaomba tunaifa ikuwe safi, na hivi hapa inatuonesha na inaonesha wa fans zetu, mashabiki wote wajue kama hii kitu sio ya mbaya, nao walifanya kama vile sisi tunafanya. Asante. Asante. Moi, avant tout, c'est voisins les Noirs. Je suis un simple artiste. S'il y a quelque chose de grand, il y a le salon, nous répondre à appel à maire de la ville. Et si quand ni quoi, ni courant de ville est tout très propre. Vous dites qu'on y est propre, mais on veut qu'il est très propre, au-delà des propres. Ok, c'est un peu ça. Lakini wewe ni mwanamuziki na mtu mashuhuri, kwa nini umegusa kifagio leo? Non, niko tu sawa tu wengine, niko normal, j'ai de la chair, je dois faire la propriété, non. Hayo kusema juu niko mwanamuziki ama mcheza sinema, ndio siwezi fanya usafi. Usafi ni kwetu sote. Hiyo tu. Kwa nini umekuja shiriki salon? La participation de la population, et puis comme on nous a appelé nous les influenceurs, du coup on est juste venus. Donc ça nous fait plaisir de rendre notre ville. Merci beaucoup. Kwa nini umekuja fanya salongo? Naona unafagia, kwa nini? Avec Dambier. Comment faire? Ne tiens pas ici. Bah tout va bien, hein? Non, on a fait mandala. Ah, il faut la bise au bout. Naona nyumba nzuri, lakini uchafu ambayo ilikuwa na stagnia hapa vraiment haiko kitu kizuri sana. Ndio naibu meya, naona umeingia kwenye mfereji kutosha takataka. Ndio kabisa. Unajua kila siku tunasema Kongo tajiko na sisi wenyewe. Lazima tupe mfano, viongozi wakuwe kielelezo, fanye kazi kama inavyofaa na population na ituige. Hatuwezi fundisha watu wengine bila sisi kujifundisha. Lakini kwa nini kuja kusaidia watu kutosha mchafu, na kuna watu msiwalazimishe kila mtu asafishe kwake? L'avertissement pour jugement. Tunafundisha alafu tuna sanctionner. Wakati tunapana mfano, lazima population ijue kwamba tumepana mfano, watuige. Kama hawatuige, tutawaadhibu. Politika aliko. Politika nukuri kuibana. Ewa, tuko pamoja. Sawa. Kabisa. Hey!
Bo meya wa muji alifanya remise reprise. Jo mwenye anakuwa maire njo alikuwa adjoint. Bo ni changement ya kusema tu wapange kazi kisi napashwa kuwa. Ya Ituru njo salongo ya kwanza yenye anafanya. Aliita ba artiste comédien, ba influencer, ba musicien. Ukiona hivi kitu kwa msindikiza ni bastare yote wanajulikana wa Goma tuko pamoja na maire de la ville. Lakini jasa kwa nini wewe umekuja kufanya salongo? Bali nialika na bila aliko kila siku ya posho ni salongo. Objectif ni moya, haiko dictature. Ni juu ville yetu ya Goma na leo sai mu RDC Congo ndio la première ville la plus propre du Congo. Kwa nini unachangia usafi? Aseme? Kwa nini unachangia usafi wa Goma? Basi mkubwa, wewe una wake. Buchafu ni buchafu. Kama mimi nachangia kusema Goma endelee kuwa propre, ni sababu ni kunyumba. Inaomba ikuwe propre, juu watu wa nje waone kama kumbe ni mwingine tunapaswa enda ndani. Wazungu wakuje, watu wote wa nje wakuje. Na ndio shabaka bambi ya viongozi kufanya mazingira ikuwe safi, watu wakuwe safi, barabara zikuwe safi, jazi zikuwe safi, na simu ikuwe safi. Amesema hayo wakati wa kazi za pamoja zinazojulikana kama vile salongo ambazo ameziendesha kwa mara ya kwanza baada ya kuteuliwa kama meya wa mji, kazi ambazo zimeshirikisha watu mashuhuri na wanamuziki. Na utaenda unalimisha wanajeshi na afande wetu Sultani Makenga naye anachukua kifagio na anafagia. Coordinateur politique wetu Corneille Nangaa naye anafagia. Kama wao wanafagia, wengine ni wanani nao ili wasifagie? Watu wote wanapaswa wahusike kwa usafi wa mji. Haukuwa mtu mmoja, ni watu wote, paske sisi sote tunatembea ndani ya mji, sisi sote tunaprofite na hii hewa nzuri ambayo Goma iko na pana, na sisi sote tunapaswa kuhakikisha kama tumeparticipe kwa hii usafi wa mji wa Goma. Lakini nini iliamka kwamba wacha nipigia wanamuziki nichukue wafiliesa? Andeora kukuwa wanamuziki, andeora kukuwa wa influencer ni watoto wa Goma. Na Goma itajengwa na watoto wa Goma. Goma inapasha isafishwe na watoto wa Goma. Ndio nimesema huko mwanamuziki, huko influencer, na d'un côté huko aussi mkaaji sawa vile wakaaji wengine. Wala pokuwa nao tulisema nono, nao wanapasha fika, nao wafagie, na wengine nao wawaige mkono. Hata siku ambazo zitakuja tutaenda tunaalika watu kwa universite, watu ambao wanafanya development rural, watu ambao wanafanya environnement, wakuje nao kuparticiper parce que nous devons faire en sorte que la protection de l'environnement iko parmi ma pilier majeur ya education ndani ya nchi. Watoto wanapasha komaa, wanapasha kuwa wako nasoma na wanajua kama tunapasha kuproteger environnement yetu. Nyama la vaca, nyama da mkwe hapo, mkwe huku, mkwe. Nyama tota la vaca, mkwe. Baya salongo, haiko ndio tafanya makazi zenu. Ni saa ya kusafisha mtu. Mkwe kutupatia pamoja, mkwe. Ndio pamoja. Ya bata mkambio. Salongo ndombi. Hiyo usafi ya ndani ya mji wa Goma sasa tunazoea kusema haiko negotiable. Watu wote wanapasha participer kwa assainissement ya mji. Na ile ni dilendi hapana tu samedi. Dilendi watu wanapasha hakikisha kama mji umekuwa safi. Wananchi wa Goma watarajie nini kwako kwa uongozi wa mji? Sisi tangu tumekuja tuko na malengo. Malengo yetu ni kubadilisha ndani ya sekta zote za maisha na kuweza kurudisha hiyo dignite ya mtoto wa Goma, kuweza kurudisha hiyo dignite ya Mkongomani. Watu wa nje wametujua kama watu wa uongo, watu wa nje wametujua kama watu wa uchafu, watu wa nje wametujua kama watu ambao wanapenda fete za saa zote, lakini naomba tunabadilisha, tunapaswa kubadilisha meme mentalite ya watu na kufanya sote ke wananchi waishi ndani ya hali nzuri. Tuhakikisha kama mwananchi amepata chakula,
tuhakikishe kama amepata chakula tena kwa bei rahisi sana, tuhakikishe kama mwananchi amelala vizuri, tuhakikishe kama mwananchi ametembea vizuri mahali ambapo kuko usafi, na tuhakikishe kama mwananchi iko natembea huru ndani ya nchi yake. Security iko full. Mabariere sasa unaona chama chetu kimeweka mabariere, hakuna ndani ya entite yote ambayo iko libere, na ni hiyo ndio kitu ambacho tunapiganisha. Na hapa Goma watu watembee 24/24 sans pour autant être inquiété par qui que ce soit. Unasema shida ni nini? Kwa majina naitwa Lumumba wa AFC/M23. Ninakuja kufanya usafi na meya wa mji wa Goma, kuhakikisha Goma yetu iwe safi, iwe vizuri zaidi, lakini tunavyojua. Ndio maana unaniona hapa. Mimi ni Lumumba wa Goma, natumikia nchi yangu kama kawaida. Na hii hapa. Tunahitaji watu safi katika mji safi. Kwa majina ni Katoto Kitota Patrick. Mimi natumika ndani ya service ya hygiene mjini Goma. Kuhusu hii kanivo inajengwa kabisa vizuri, tofauti na namna wanajenga Kishasa. Sona kanivo yenyewe inajengwa vizuri, inapeleka maji ndani ya lake na unakuta iko safi na ndio sababu tunafanya usafi kila weekend. Hiyo weekend tunajiunga fasi moja na wakuu viongozi ili tusafishe mji, na ndio sababu unaona hii kanivo iko safi. Sasa unaonaje, unajisikiaje unapoona mji wa Goma unakuwa safi na kanivo kama hii? Mji wa Goma iko safi kabisa, tunafurahi sana na wakaaji wanafurahi kuona viongozi namna wanaungana nao ili wasafishe mji. Sasa Rasta, kwa nini na nyie mmekuja hapa? Basi tunakuja hapa tu kuna violence. Kila mara tunakaa tayari kufanya salon. Kazi ya assainissement ndio tukumalisha. Hiyo lake ndo ambayo inatupatia sisi chakula, inatupatia samaki. Hiyo meme lake ndo Regideso inatoa ndani maji ambao raia yetu nakunywa, na hiyo lake watu wengine wanapenda waende ikala pale pembeni ya lake wavute hewa. Na sisi kama viongozi, wakati tunakutana hiyo lake imekuwa uchafu, ni kitu ambacho kinatukera sana. Nous devons faire en sorte que ile lake tusiweze kuipolluer, ile lake ikuwe propre, de sorte que kila mtu ambaye atakuwa anapenda aende kule, aende pumzika, aende nawa, wengine ambao wanatumia meme mai ya Regideso ikuwe mai ambayo iko propre. Donc environnement yetu tunapasha kuiproteger. Environnement yetu hayombe tunaipoliwe. Na ndio maana tumetoka hapa sisi pamoja na wastaa wote wa mji wa Goma, wajene wote wa mji wa Goma, watu maarufu wote wa mji wa Goma, tumeenda mpaka pale kulaki, na sisi tuoneshe mfano, tutoe uchafu na tuambie watu kama laki haiko pubele. Laki zetu tunapasha kuziproteger. Meme wale watu wa mabato. Watu wa mabato wanakamata matoilette zao wanazimwanga ndani ya laki. Watu wa mabato hawana kontrole yoyote. Wako wanakamata machupa, masashe zote wanatupa ndani ya laki. Mimi nadhani siku ambazo tutafika tutakamata mesure za kuwa sanctionner mtu yote ambaye tutakutana kile kitu iko nakifanya pamoja na service husika zetu, service ya assainissement na ya hygiene, ikuwe mtu wa bato, ikuwe mtu gani yeyote, lake zetu tunapasha ziproteger. Vile makanivo tunapasha kuziproteger. Parce que hii makolekter yetu yote inaenda inamwanga uchafu ndani ya lake. Lakini wakati wengine watakamata hiyo makanivo, hiyo makolekter, wanaifanya mapubele zao, yani hiyo uchafu itatoka tena ndani ya ville
itatoka ndani ya muji na itaenda ndani ya laki. Alors collecteur makanivo haiko poubelle, laki haiko poubelle, tunapasha tuproteger mwingine yetu. Kila mwananchi mahali ambapo anaishi na mahali ambapo anatumikia anapasha kuwa na saka en plastiki yake, saki poubelle ambayo anawekaka ndani ya uchafu, anawekaka ndani uchafu. Tuko na maservice za assainissement, wakati zitapita hizo societe zetu zitakuya tosha uchafu yako mbele ya nyumba, zinaenda zinaitupa. Haiko wewe mwananchi, haiko wewe raia ndio wakwenda kutupia uchafu ndani ya mifereji ama kwenda tupa ndani ya laki. Tuprotege mazingira yetu kwa kuangarisha mji wetu wa Goma, tutumike pale. Asante Lumumba, ili mazingira yetu endelee kuwa safi. Merci papa, jasa. Katika ni epenge, unafunza ni epenge. Yeye mko generation ya mpya, yeye ni révolutionnaire. Iko na ile ancien pays, l'ancien Congo devenu Zaire, yeye tena nigeuka tena kwa Congo. Lumumba. Nashukuru kwanza meya kukamata ile initiative. Tunajua kama uko kiongozi au uko kiongozi wa kushe moya tu. Et puis si basta banatuita ba leader d'opinion. Sa kiongozi anakamata decision ya kusema na sie tu participer ku usafi wa mji wetu. Hakuna kitu kizuri kushinda hiyo. Parce que kama uchafu iko inaleta magonjwa. Na hiyo magonjwa bale banao tusutenir, bale bafan bakigonjwa, sie tutafanyia muziki nani? Hakuna mwenye tutafanyia muziki. Donc inaomba population yenye tunafanyiaka muziki ikuwe en bonne santé, na kukuwa en bonne santé inaanza kwanza na mazingira kukuwa safi. Hiki ni kitu sie tumeanza na majivuno yetu yote na masifa zote zenye tuko nazo na connaissance zote zenye tuko nazo mu niveau mondial. Tumeanza kufanya hivi kusudi tupatie mfano mzuri raia. Basi kwambie de 8h à 10h ni salongo, wewe njoo wakati ya kulala. Hapana, wakati ya salongo ni salongo, tutakatishe mgini wetu. Unapoenda nje ya mgini, nimetoka Nairobi, unasikia haya kusema niko Kongole, parce que unaona usafi ya wengine na kwetu hakuna ya kupima, hakuna comparaison. Donc tujikaze. Tangu leo ni siku ya kwanza meya anaingia mterrain comme meya, tumuunge mkono, tutengeneze mji wetu na nawaza tutakuwa bien sie wote. Na nyinyi mnahaidi nini wa viongozi mkipiga muziki, mkitoa maoni mbalimbali, mnahaidi nini? Sisi tunachoahidi ni kuhimiza na kuhamasisha raia ili watoke katika uchafu. Nakumbuka mbele kulikuwa service ya hygiene, ilikuwa napitaka mukila parcelle, bana kontrole yalala, bana kontrole wese, bana kontrole bitu yote munyumba. Na waza ile service ni ya maana sana, sababu aseme kuko pepo zingine hazitokake na maombi, zinatoka na fimbo. Safi katika mji.